shilingi 22,527 kila mmoja, ila imekuwa mtindo ufadhili wa serikali hauwasilishwi kwa 100%. Compared to other countries, Kenya has one of the best funding for education. The international standards would suggest that a country should invest at least between 15 to 20% of their total budget into education. In Kenya, I think 2023-2024, we are doing at 26.7%. But the gaps that come in, a lot of the times, you link them to accountability. How then are the resources being used and how transparent? And a good example would be looking at even the Auditor General's reports. 2023-2024, the ministry received about 11 billion for the implementation of basic education. The Auditor General raises questions about 400 million shillings that were not accurately accounted for. Na ikumbukwe masomo ya CBC yalipunguzwa na hivyo basi baadhi ya masomo yaliunganishwa, ila kufikia leo hakuna vitabu vilivyojumuisha masomo hayo. We've been using books which were bought before the subjects were combined. The learners will not be exposed to a lot of research activities and they will just be limited to what the teacher knows. The government also has not been able to supply adequate books to our public schools. Ili kupata hali halisia ya ufanikishaji wa CBC, K24 ilizuru baadhi ya shule za jamii katika mitaa ya mabanda Upbet ambazo zilizinduliwa na serikali ili kuziba pengo la ukosefu wa shule za umma. Shule hizo hutoza karo kwa kiwango cha chini cha shilingi 2,000 kila muhula, na serikali iliwaahidi kuwa watapokea walimu wa serikali na ufadhili. Ila ahadi hizo hazijatimizwa, ilhali ndizo shule zilizojaa katika mitaa ya mabanda ambazo ndani ya wiki ni shule, wikendi ni kanisa na siku za likizo ni nyumba za kupanga. Saa ingine mtu analete 200, 500 daily ama hata arukishe. Na hizo pesa by the end of the term unapata hata hajafikisha half of the fee. Sasa sisi wale ambao tunaumia sana hivi and we are concerned about the children, mbona nasi wasi tusaidia? I think there was a proposal that a third of the teachers should be paid by the government. So we are still expecting that from the government. Katika shule hii ya Timtasha iliyoko Kayole, wanafunzi ni 230. Unapoingia ndani, unachoona kwanza ni kanda nyembamba, msongamano na giza. Madarasa mengine yametenganishwa na mbao, ila mara kwa mara utasikia na hata kuona mafunzo ya darasa lingine. Na si hayo tu, licha ya kuwa hakuna suhula muhimu hitajika kama vile kompyuta inayotumika kufundisha CBC, walimu katika shule hizi hulazimika kuwa na ubunifu na kutumia kompyuta moja iliyoko katika afisi ya mwalimu mkuu. Now we don't have the computer lab, so we are just trying to be creative. When we have computer lessons, we teach. Come to practicals, we carry the machine to class. We help the learners. Shule hii yenye ghorofa 3 imeandaliwa kufunza masomo ya gredi ya 9 mwaka ujao na hata kujenga maabara ya wanafunzi hao. Ndivyo hali ilivyo katika shule za msingi na shule za upili za awali. Uhaba wa walimu, uhaba wa vifaa muhimu na msongamano wa wanafunzi. Je, elimu ni bora ama bora elimu? Je, serikali inafahamu wanayopitia wanafunzi hawa wanaosemekana kuwa viongozi wa kesho? Katika shule hii ya Lampros iliyo na wanafunzi 260, changamoto ni zizo hizo. The competencies, we can say that we are not prepared enough, because for a teacher to do the retooling, we have to pay. It's either the institution pays for the teacher or the teacher pays for themselves. At the same time, we are afraid if the institution caters for the teachers for the retooling, they just end up getting some greener pastures. For the retooling, the cheapest we can be charged is around 1,500 per day. Walimu pia wanalalamika kuwa ushirikisho wa wazazi katika masomo ya CBC umekuwa changamoto kuu. Other parents, maybe there's a separation, others are not staying with their kids. You get the learner with a parent who is maybe not educated, so it is becoming a challenge. You send a learner to go and do an internet search.
then the learner tells you that even my parent doesn't have a phone. In KICD, there is a program they began known as Parental Empowerment and Engagement. And this parental empowerment and engagement is supposed to be done at the school level, where the parents are taught on their roles as core facilitators in CBC. But now, schools have not done that. Sasa serikali imetupiwa jicho la jinsi itakavyojiandaa kwa gredi ya 9 itakayoanza mwaka ujao, huku ikieleza kuwa tayari ujenzi wa madarasa umeanza. Na je, shule za sekondari ziko tayari kufunza masomo ya shule za upili za senior? Je, taasisi za elimu ya juu zimejipanga vipi kuhakikisha wanafunzi wanapomaliza gredi ya 12 zitaboresha masomo ya CBC? Wakati mtaala wa CBC ukipendeza Kenya katika hali ya nadharia, kuna mataifa ya kupigiwa mfano katika miangalio ya ufunzaji wa CBC. Nchini Malaysia, mtaala wa CBC umefanikishwa kwa njia ya hali ya juu. Kuna baadhi ya shule za upili zilizo na vifaa vya kutosha zinazofunza masomo ya teknolojia, kisha shule hizo hushirikisha wafanyakazi wanaofunza jinsi wanavyotumia ujuzi wao kazini. Harriet Chimea, K24. Naam, ama kweli mfumo mpya wa elimu wa CBC unaendelea kutekelezwa kadri miaka inavyosonga, lakini busubusu za mfumo wa 844 zingaliko, kwani mazoea yana tabu. Hata hivyo, mabadiliko huanza polepole kabla ya kushika kasi. Mengi yametekelezwa na mengine mengi bado hajatekelezwa. Je, yanayosemwa na serikali ndio yanayoendelea kila pembe ya nchi kuhusu mfumo tulionao wa CBC? Basi huu si wakati wa kumtupa mwana na maji yaliyoshewa, lakini itakuwa ni ujuha mkubwa kujidanganya kuwa wana wetu, ndugu zetu wanapata elimu inayostahili iliyokusudiwa chini ya mfumo huo mpya. Basi hii leo hapa kwenye K24 TV na vile vile Kameme TV tunaangazia hali ya elimu kwa sasa chini ya mfumo wa CBC. Tuko maeneo tofauti ya nchi na wazazi na wataalamu wa elimu ili kujifahamisha zaidi na kuangazia changamoto na vipi taifa linaweza kusonga mbele na CBC. Tukumbuke kuwa elimu ni bahari na ujinga vile vile ni bahari. Sasa tukielimika ndio pia tunapunguza ujinga. Jina langu ni Busara na Aman Walter Sewe. Anakupatia taarifa hizi katika meza ya lugha ya ishara. Na mtazamaji, sipo peke yangu, kuna wanahabari wenzangu ambao wamekita kambi katika sehemu tofauti. Na vile vile katika upande mwingine wa studio nipo na mwanahabari David Kagina ambaye baadaye atakuwa anaungana na wataalamu wa elimu ili kuzungumzia swala zima la ufadhili wa masomo katika vyuo vikuu. Na kando na hayo, nipo na mwanahabari Mumbi wa Mbugu ambaye pia naye atakuwa si Mumbi wa Mbugu but ni Mumbi Chege, atakuwa anaangazia swala zima la kuangazia tu mitandaoni unasema nini. Manake tunakuuliza swali la siku na tungependa sana uchangie. Kabla sijakuuliza, labda tukugusia, tupo na wanahabari wengine. Majibu Kitao yupo nyanjani, atakuwa anazungumza na wakazi na wazazi. Vile vile tupo na Boniface Msangi, tupo na Timothy Simwa na wanahabari wengine ambao wamekita kambi katika sehemu tofauti za taifa hili la Kenya kuhakikisha kwamba wanakujuza hisia za wakazi na wazazi na wataalam na wadau wa elimu kwa ujumla, mtazamaji, kuhusiana na mtaala huu wa CBC. Lakini kwanza acha nikuulize swali la siku. Na mtazamaji, na kuuliza hivi, unapendekeza mtaala wa CBC ufanyiwe mabadiliko gani? Unapendekeza mtaala wa CBC ufanyiwe mabadiliko gani? Basi zungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii. Kumbuka kwamba katika runinga ya K24 unatupata kupitia @K24 TV. Nazungumzia Facebook, X na WhatsApp, pia nambari ipo hapo. Vile vile kwenye Kameme TV unatupata kupitia @Kameme TV katika mitandao yote, nazungumzia Facebook na vile vile Twitter. Basi zungumza nasi. Mwanahabari Mumbi Chege atakuwa anapitia jumbe ambazo utakuwa umetuma na maswali na maoni na mapendekezo. Tutakuwa tunapitia hayo yote. Haya, kumbuka kwamba tunakujia mubashara kutoka runinga ya K24 na vile vile runinga ya Kameme. Na moja kwa moja kutuanzia matangazo haya maalum, tunaelekea katika kaunti ya Mombasa ambapo tunaungana na mwanahabari Boniface Msangi akizungumza na wakazi kuhusiana na swala zima la utekelezwaji wa mtaala mpya wa CBC. Boniface Msangi, hujambo? Basi kama uko tayari na kuachia usukani kwako.
Naam, shukrani sana basi kaunti ya Mombasa. Kwa sasa basi swala la elimu, wadau mbalimbali nipo nao hapa wataweza kulizamia kwa kina, na pia vile vile basi kizingatiwa kwamba basi tayari jioni ishaingia kaunti hii ya Mombasa na vile vile pia jua tayari lishaanguka. Hivyo basi giza limeanza kuingia kaunti ya Mombasa, na nipo na wadau mbalimbali ambao tutaweza kuongea na wao kuhusiana na swala zima la mtaala mzima wa elimu humu nchini. Wanapa kuzungumzia mtaala ule. Tukumbuka kwamba basi ni mtaala ambao ni mpya, wazazi pia wako na mengi kuyazungumzia, na pia vile vile mtaala ambao pia umeweza kushuhudia wale walimu wa JSS basi wakiweza kuandamana humu nchini wakiweza kudai haki yao na kuweza kuajiriwa kwa walimu zaidi. Mzazi niko naye tu hapa kiufupi, naona giza limeingia tayari kaunti ya Mombasa. Songa tu hivi mami kidogo. Tazama tu mbele. Majina yako songa tu mbele na mimi hivi kidogo. Majina yako ni nani na unazungumza vipi huu mtaala mpya wa elimu kwa sasa? Majina yangu naitwa Eliza. Na katika hii elimu imekuwa ngumu sana. Manake kama mtoto anasoma CBC, kama mwalimu wa hesabu hakuna, utaniambia kama kuna masomo hapo kweli? Gharama ya maisha imekuwa ngumu. Na ukiangalia walimu ni wachache. Mtoto anaenda ni ya serikali, lakini anaambiwa ni lazima kulipa. Sasa kama anaambiwa kulipa, sisi wazazi tutaishije? Kama sisi wenye hatuna mabwana ndo tunategemea tubangaize tuweze kulisha watoto wetu. Na ukiangalia mtoto akienda shule anakuambia mama, mwalimu wa hesabu hakuna. Na serikali hawaajiri walimu. Walimu wanatoka kutoka nje. Wanafanya kuajiriwa kwa muda, kama walipu wanaondoka. Sasa sisi tukiwa kama wazazi na tunavoteseka, tutapata msaada kwa nani? Unazungumza vipi vile vile pia lazima hili la pengine gharama ya hii elimu? Uko na watoto wangapi na gharama iko vipi? Mimi niko na watoto 4 na gharama ya maisha naona iko ngumu. Na wote wanasoma, hakuna mwenye asomi. Kila unapoenda shule unaitishwa hichi. Kila unapoenda shule unaitishwa hichi. Na ukisema mwalimu anakuambia venye ratiba venye ilivyopitishwa si wewe peke yako, kila mzazi anaambiwa. Inabidi sasa uongee na mwalimu, pale penye nitakuwa nimepata nitakuletea kidogo. Nikipata tena nitakuletea kidogo ili mtoto wako aweze kusoma asiwe chokora barabarani. Shukrani sana pengine dada, kifupi tu soka tu na mimi tu hapa hivi. Majina yako naitwa nani na unazungumza vipi swala zima la mtaala mpya wa elimu? Kwa jina naitwa Sharon Angose Sakwa. Mimi ni mwanafunzi wa ile system ya 844 na kulingana na mimi niko na mandugu, sina watoto yes, lakini niko na mandugu ambao wanasoma katika hii system mpya ya CBC. Sasa kulingana na mimi gharama ya system hii mpya ya CBC iko juu. Maana utaona wanafunzi wengi wanatumwa nyumbani ili kuleta bidhaa tofauti kama unga, kuku, jiko, jembe ili kuweza kufanikisha masomo yao shuleni na kuweza kujua mengi kwa yale ambayo wanasoma shuleni. Na muda upo nasi, lakini neno moja kwako kuhusiana na mtaala huu kabla turudi studio. Mimi naomba serikali yetu iweze kuwapunguzia wazazi wetu gharama ya masomo. Naam. Basi ni baadhi tu hawa ya wakazi kaunti ya Mombasa wakizungumzia swala hili la elimu. Wanasema gharama ya mtaala huu mpya wa elimu basi ipo juu, hivyo basi wangeweza kuishinikiza serikali kuweza kuhakikisha inaweza kurudisha gharama ya swala zima la mtaala mpya wa elimu. Japokuwa muda tayari na pia vikigiza kimeingia kaunti ya Mombasa, sina budi kuweza kutamatisha mahojiano yetu kwa sasa. Jina langu naitwa Boniface Msangi. Kwako studio. Naam, asante sana Boniface Msangi kwa kutujuza hisia za wakazi eneo hilo kuhusiana na mtaala wa CBC. Bila shaka tukipata muda tutakuwa tunarejea kwako pindi tu utakapopata mwangazo unaostahili. Lakini hivi sasa mtazamaji, tuondoke Mombasa tuelekee Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Mwanahabari Timothy Simwa naye anatujuza mengi zaidi kuhusiana na hisia za wakazi kuhusiana na mada ya siku. Basi Timothy Simwa, kama unanipata, kazi kwako. Naam, Busara, kama ulivyosema ni kwamba leo tunalivalia njuga swala la elimu hapa nchini, kubwa zaidi ikiwa ni mtaala mpya wa umilisi au ukipenda CBC. Na hapa nipo na wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu ambao wako ange kabisa kutaka kutoa hisia zao kuhusiana na swala la kutekeleza mfumo mpya wa CBC ambao ukizungumza na baadhi ya wenyeji hapa wanahisi kwamba hawana ufahamu wa kutosha, hawakujuzwa vya kutosha. Wazazi wengi bado wamo gizani kuhusiana na nini mtaala huu unamaanisha hasa katika mustakabali wa elimu hapa nchini. Tusipoteza wakati, Busara, niruhusu niweze kuzungumza na mzee wangu hapa. Mzee, utaanza kusema jina, Mike nitakushikia. Thank you. CBC imekuwa around for some time. Yes. Ningependa utuambie kwa maoni yako kwa sasa tu
CBC inavyoendelea, ni lipi linafaa kufanyika? Wewe kama mzazi, kama Mkenya, unaelewa CBC ni nini hasa? Yes, as of CBC, I really understand it. It is a system of education that has come in as compared to the other two systems of education, the 7-4-2-3, and the current 8-4-4 system, which is being waived out. I think the new system of education, we are welcome it, though it has a few challenges, a few hiccups up and there. I think the government is working on it to make it that it is accommodatable to the parents and the students. So far, the government has reduced the workload of the students from a wide number of subjects to a few reasonable subjects. So I think the government should work extra hard by campaigning to the curriculum that is on board through KICD, by providing what is necessary for the learners at hand. Otherwise, the system is good. It's only a few things that need to be corrected here and there. Thank you. From your own assessment, unadhani kwamba wazazi wengi wale unaokaa nao kwa nyumbani wanaelewa CBC ni nini? Yes, they are aware of the CBC, but there was no proper campaign on it where the public did not participate enough. So there are some gaps. This is a system that was drafted at the top of the office and at the bottom in classroom. The middle cadre was not involved in the whole program. That is why we see here a few hiccups and there. Otherwise, the parents are half familiar but not fully familiar. Asante sana kwa hisia zako. Labda kwa upande wako una lipi la kusema? Kwa majina ya shika mic. Jina langu ni Kevin. Na according to me, I see CBC is good, but there is something which need to be done. For example, infrastructure. We have the personnel. Teachers need to be taught. You realize even some parents don't know the definition of CBC, and something need to be done. And you realize even most of teachers, they're learned, but they don't have jobs, like me here. And I'm urging the government to make sure that it educate people on this CBC and come up with a system that will enable students to learn and to become useful people into our country. Because we realize some of us, we are trained, we have the degrees, but we are doing mujengo. So that is contrary to what was expected. We need to get good jobs and to get good employment. So we want learners from primary level to tertiary level to have skills that are capable to change the economy and to change the world. Because when you go to school, we were told, go there and get the education that will help you to change the world. But it is now, some of us, we see those people who have not gone to school, they are doing better than us who have the degrees. So something need to be done. Mwalimu, how good do you understand CBC? Unaelewa kwa kiwango gani? CBC, I think, mimi naielewa kama learners should be taught on doing things practically, not theory. So it should start from primary level. Something need to be done. I think people should be involved in this. Yeah. That's what I can say. Asante sana. Busara, acha nizungumze na mwingine hapa aweze kutupa hisia zake tu. Tunazungumzia masuala ya CBC, sijui maoni yako ni yapi? Mimi ni Julius, mimi ni msasi wa CBC. Na CBC imetoka karibu miaka 8 sasa katika taifa letu. Ni curriculum mpya ambao tunatarajia serikali kuikumbatia sana mkono. CBC ni mzuri. Ile hitaji ni kwamba though iliharakishwa, but we need the government to sensitize more and to put more effort of it, because the challenges we see as parents is about the facilities, infrastructure in school, about the human resources. You can get teachers, they have capacity, but their capacity is contrary to what they teach. You may get in a school teachers which they have been employed,
they teach arts subjects. In that school, we do not have especially the science teachers. So it is somehow watoto wanateseka sana. Utapata pale kwa shule the ratio actually of teachers to student is big. About CBC, we need the ratio to fit so that the human resource to handle the student. So tonight the curriculum is so expensive, so the government should put more effort of it. Thank you. Labda kwa sekunde chache tu, ukiwa kama mzazi, sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na swala la CBC? Kwa majina naitwa Kibe. Mimi ni mkazi wa Eragod View. Kenya naweza sema CBC, kuna wazazi bado hawajaelewa maana ya CBC. Kama serikali inaweza kuwa na mikutano inafanya kwa shule, inaitisha wazazi, wanakuja wanaambiwa watoto wanafanya hivi na hivi, inaweza kuwa mzuri. Kushida kama saa hii mtoto anaweza tumwa nyumbani, enda ulete kitu fulani, na saa hiyo mzazi hana. Unaona, angekuwa amefahamishwa Kenya watoto wanafanya kwa shule, ingekuwa mzuri. Sasa kwa maoni yangu, serikali ijaribu kuingia ndani ya wazazi ndio waelewe CBC ni kumaanisha nini. Igawaje CBC inasaidia, unapata mtoto, kuna wengine waerevu kwa vitabu na wengine ni waerevu kwa talanta. Asante sana Bwana Kibe. Busara, kutoka kwa masuala ya miundo msingi katika shule, gharama ya masomo yenyewe na vile idadi ya walimu katika shule hizi ni baadhi ya mambo tu ambayo Wakenya hasa katika kaunti ya Uasin Gishu wameweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima la CBC, wakihisi kwamba kwa kiwango fulani ama kwa asilimia fulani serikali inafaa kujituma ili kuweza kuwaelewesha na kuelimisha wazazi kuhusiana na mtaala huu mpya wa elimu. Wengi wakihisi kwamba bado hawana ufahamu wa kutosha, lakini kimsingi ni kwamba kuna Wakenya ambao wanahisi kwamba mtaala huu ndio njia inayofaa, ila tu bado zipo changamoto ambazo Wizara ya Elimu na wadau wengine katika sekta hii muhimu wanafaa kuangazia ili kuweka swala hili sawa kwa ajili tu ya masomo ama sekta ya elimu hapa nchini. Studio. Naam, asante sana Timothy Simwa kutoka mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, kwa kutupatia hisia za wakazi eneo hilo. Na mtazamaji, basi tukiondoka eneo hilo tufululize hadi katika kaunti ya Nyeri, ambapo mwanahabari wa Huu Ngugi yupo tayari naye kutupatia hisia za wakazi kuhusiana na mtaala wa CBC na jinsi unavyotekelezwa. Basi Huu, kama unanipata na kuachia usukani, tupatie yanayojiri eneo hilo. Shukran sana Busara. Na katika kaunti ya Nyeri, kama kaunti zingine ambazo umekuwa na utaongea na wanahabari wenzangu, kaunti ya Nyeri tunataka tu kuzungumzia mtaala wa CBC. Kwanza tujue kama wazazi wanajua mtaala wa CBC ni nini, wametosheka na vile ambavyo unafanyishwa kazi, na wangetaka serikali ifanye nini. Siku kadhaa zilizopita walikuwa wanateta kidogo hapa katika tauni ya Nyeri baada ya ule mkasa wa moto ambao uliofanyika katika shule ya Hillside Endarasha, wakisema mambo ya CBC ndio imepelekea watoto wengi kukua katika shule ya nyingi za boarding. Lakini wacha niongee na wazazi kadhaa watuambie pengine wao wangetakaje ama wanaona vipi kuhusu mtaala huu Madege. So tutaongea kwa Kiswahili, alafu usalimie mtazamaji wa K24. Alafu tuambie kama kwanza unajua CBC ni nini na vile ambavyo serikali inaipeleka na vile ambavyo inaendelea. Wewe kama mkazi wa Nyeri umetosheka pengine na huu mtaala? Kwanza nisalimie mtazamaji wa K24 nikisema na majina naitwa Madenge, mkazi wa hapa Nyeri na mwanabiashara. Mimi nikisema kizungumza kuhusu hii CBC, hata sijaielewa hiyo kitu ni nini. Kwa saa hii hata CBC imekuwa complicated, hata tujui after hapa watoto watafanya nini. Hii ni kitu inafaa imalizwe. Mimi hata sioni maana yake. Juu saa hii hata mahali wanaelekea, unaona hata walimu wenye ndio wanafunza hao watoto, hata wao wamechanganyikiwa na hii CBC. Ningesema CBC sielewi. Mtoto wangu sama hata watoto wengi hawaelewi. Ningesema hii CBC imaliziwe, masomo irudi 844, iendelee venye ilikuwa.
Tena tunaona watoto venye wanapelekwa na hii CBC, hatuoni kama wako sawa kabisa, wametosheka na hiyo. Na ningesema pia watoto wadogo kuenda boarding, mimi naona hiyo hata ifai. Watoto wadogo, mtoto wa kwanza kuenda boarding school anafaa kuwa na 14 years. So miaka 7, mtoto mdogo hata kujifuria nguo hawezi, wengine wanakojoa kwa kitanda. Hata hiyo mtoto si unaona tumeshikwa na janga hapa Muiga hapa Darasha. Ni watoto wadogo wenyewe walichomeka huko, ni wale wadogo wa miaka 9, 7 juu hawangeweza hiyo bio kukibia moto. So ni ombi langu kama serikali itaangalia watoto kutoka miaka 14 hadi wana board, ndio hiyo. Asante sana Mathenge. Chairman, majina yako kamili, uko katika Kameme TV na K24. Pengine utuambie wewe mtaala wa CBC ama hii CBC program, unajua ni nini? Uko na mtoto CBC na unaweza penda serikali improve nini na ama imalize yote? Mimi naitwa Genesis, chairman mkuu wa kaunti ya Nyeri. Mimi ndio nazungumza hapa. Mambo na CBC, hiyo kitu inasukuma wazazi sana. Kwa sababu masaa ya jioni kama saa hii, utakuta mtoto ameitishwa kuku, mwingine ameitishwa kitu kingine, na saa hiyo ndio mnapika sapa, mnapikia watoto. Hii CBC imesukuma wazazi zaidi. Kwa hivyo mimi naomba serikali, ile masomo ilikuwa ya 844, hiyo ndio ilikuwa inasaidia kila mtu. Hiyo kitu kingine ni mambo ya kubodi, watoto wadogo kubodi kwa shule. Hiyo kitu mimi sioni ikiwa sawa. Kama mtoto hajafikisha miaka 14, unapeleka boarding. Hata wale wako nyumbani, mtoto wa miaka 14 na ako standard 8, mwingine ako na 12 years, unamuamusha akiwa amekatalia kwa kitanda. Sasa wakati yako boarding, hiyo mtoto unataka kuniambia maisha yake itakuwa namna gani? Kwa hivyo mimi nikiomba serikali, hiyo mambo waangalie. Tena wazazi wote wa nchi hii yote, sana sana wa Kenya, tuwe na watoto mpaka wamalize standard 8. Tukiangalia ile mambo ilitokea huko Darasha, sisi tuko na huzuni sana. Mtoto mdogo labda anafikiria ni kajoto kameingia, lakini ni moto imetokea. Hajui mahali ya kupotelea, hajaifuzwa vile anaweza potea wakati kuna moto. Kwa hivyo mimi naomba wazazi wao wajibiku kwa watoto na wakae na watoto. Sisemi hivyo kwa sababu moto ilitokea. Nasema hivyo kwa sababu ya miaka itakayokuja na vile tutaendelea. Mtu at least mtoto akifikisha 14 years, huyo tunaona mtoto ameweza kuwa matured. Kwa hivyo mimi naomba hiyo, na hiyo mambo ya CBC imesukuma wazazi. Nimesikia wazazi hata kama mtoto wangu yako pale chini, nimesikia wazazi wengi wamelalamika na CBC. Unaitishwa hii asubuhi, akienda kuja na mayai. Akienda hiyo masaa ingine tukisema akuje kesho kuja na hii. Kwa hivyo iko masomo vizuri kwa sababu mtoto atajua kupika mayai, atajua kushona nguo, lakini kuligana na ile mfuko iko na kuligana na vile tuko hii Kenya, hiyo masomo haigiani sana. Kitishwa kuku wanarudisha. Sasa kuku inatoka wapi? Kama mimi niko na moja na mwingine ilikuliwa hapo na ubwa, nitatoa wapi kuku? Asante Chairman. So, nawe utatuambia jina yako. Alafu tuambie hii program ya CBC, wazazi wamekuwa wakiteta wengi sana. Wewe kama mkazi wa Nyeri, sijui kama wewe ni mzazi bado ama unataka kukuwa mzazi ama you are looking forward to. Wewe unaona kama gava inaweza fanya nini basically kuimprove hii CBC because wazazi wengi sana wana apologize. Wewe unaona ikiwa of any importance to watoto? Okay. Kwa majina naitwa Moffat Dirango, mkaji hapa Nyeri na mfanyabiashara wa hapa Nyeri. Kitu ya kwanza hii CBC, mimi kwanza sielewi CBC ni nini. Sijui hata meaning ya CBC ni nini. Kitu ya pili ni kwamba kulingana na venye naona history, sijui ya kufundisha mtoto kupika, sijui kushona. Sisi wenyewe tumesoma 844. It doesn't mean to survive. Tuna survive bado. Hii mambo ya CBC, hii ni mambo Ulaya. Bado haijafika Kenya bana. Afrika bado hatujafika hapa. So mimi ningeomba serikali kidogo tukanyange break kidogo history ya CBC. Then kuna history nyingine sijui grade 9. Sijui kama hii serikali inatafuta tumashimo to pesa ama nini, sielewi vizuri sana. Hii grade 9 unafundisha. So si grade 9, si huyo mtoto akienda form 1 aende akafundishwa hizo mambo za laboratory huko. Sisi wenyewe tumesoma miaka 8, tumeingia form 1 ndio tumeona laboratory. Bado tuna survive. Mimi mwenyewe ni daktari. So it doesn't mean ati nilisomea kutoka CBC. Hapana, 844 naitambua kwanza sana. Kitu ingine tukisoma tunaambiwa Kenyan education is the best compared to East African countries. So hii mambo ya CBC mnatuharibia masomo yetu bana.
Si wenyewe wa Kenya tunajiamini. Then secondly, hii mambo ingine ya mashule za bweni za hao watoto wa primary ama shule ya msingi, kidogo ningependa serikali iangalie, na kama ni must kuwe na shule za bweni, hizo mashule zikuwe watoto wa kutoka grade 5 ama grade 6 kuendelea. Mtoto wa bweni akiwa class 2, class 3 kidogo inakuwa ni challenge. Then kama ni lazima zikuwe hii masomo ya disaster management na disaster and trauma ziletwe shule, watoto wasomeshwe in case of fire, in case of flooding, mtoto anafaa kufanya nini. Juu tumepata kesi hapa Endarasha, kumekuwa na moto, watoto wamefreak out, hakuna mtoto amejua escape route, wote wamechomeka tu, na si ati mtoto amechomeka akiwa amelala. Sana sana wenye wamechomeka ni wenye wamewezwa na moshi, wenye wameweza kutoroka. So kama ni lazima kuwe na hizo shule za bweni, watoto wafundishwe kutoka pale chini, kutoka chekechea, hiyo kitu istiki kwa mind. In case of disaster tunafaa kufanya nini? Ndio. Mofat, nikuulize swali. Kuna kitu umesema kuhusu CBC. Sijui kama nyinyi mkiwa shule mlikuwa mnafanya home science na 4K club. Sijui kama unakumbuka kulikuwa na kitu kama hiyo. Ndio. So do you suggest iondolewe kabisa ama vitu kama hizo ndio gava inafaa kuwa ikiintroduce? Okay, nasema si tukisoma kulikuwa na 4K, kulikuwa na scouting, kulikuwa na all that. Ni vizuri, lakini ni zenye tulikuwa tunaambiwa ni extra curriculum. Si haziko kwa syllabus ati ni lazima usome, ati ni must. Hizo ni zile extra curriculum. Kama wewe you are best in variable, you can do that. Apart from kusoma, you can do that. Mimi mwenyewe nilikuwa member wa scout. So bado, lakini tuache kuileta ni kama ni lazima mtoto asome. Mtoto sasa ukiambia mtoto asome kupika, mtoto wa class 3 akianza kupika saa hii, colleges zitafanya nini? Hizi stories sijui za nini za hospitality na nini watafanya nini? Mtoto atachoose chenye mimi nikigrow up niliishi kusema nataka kuwa engineer. So kama ningeanzia hapo kuwa engineer, ningekuja hapo nikifika form 2 ni change. I want to be a medic. So kidogo hapana, mimi kwangu hai make sense hata kidogo. So, ya mwisho Mofat, wanasema ati hii CBC inaintroduciwa ndio at least mtoto ajue kenye ako nayo, apart from unajua sisi 844 tulikuwa tuna cram. Unajua sisi tulikuwa tunasoma ile ya kukram, una cram uget ndio upass exam. Lakini wanasema ati wanafundisha watu hii ndio wakiingia daro hata kama atashika vitabu atakuwa na atakuwa na something else kufanya apart from vitabu. What do you think about it? Okay, ni vizuri pia, lakini kuna swali. Hapa umefundisha mtoto wa grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Seriously, huyo ni mtoto ni myang sana kujua ni nini atafanya in future. Still young bana. So hata kama hii CBC inafaa tertiary institutions. Mtoto alishindwa kuperform vizuri huko secondary ama primary. So huku nje tertiary ama technicals atajua juu nilishindwa kusoma nini academically niko chini, so naweza fanya kitu ingine ya mikono. So I'm good at kupika, naweza kuwa driver, naweza kuwa, but hii kwa mtoto mdogo au watoto wadogo hii ni ku waste resources bana na ku waste time. Shukrani Mofat. Busara, hayo ni maoni ya wakazi wa kaunti ya Nyeri. Not unless uko na swali, lakini kama una swali nirudishe studio. Mimi naitwa Wahu, big up changu anaitwa James Maina. Na asante sana Wahu kwa taarifa hiyo. Bila shaka tumesikia, sina swali Wahu. Na bila shaka tumesikia sana maoni ya wakazi wa Nyeri, na vile vile cha mno tu kugusia, walizungumzia swala zima la ule mkasa wa moto Endarasha, na naona kwamba bado wako na maumivu moyoni, na tunazidi kuwapatia pole wakazi wa Nyeri, wazazi, familia na marafiki kwa kupoteza watoto hao kwa njia ya kuhuzunisha sana. Mola azilaze roho zao pala pema peponi. Na mtazamaji, basi tuondoke Nyeri tuelekee Murang'a, ambapo mwanahabari Alfred Maina naye anatangamana na wakazi ili kutujuza nao hisia zao ni zipi kuhusiana na mtaala huu wa elimu na kama wanauelewa kwa undani. Basi moja kwa moja tufululize kwake Alfred Maina. Kama uko tayari chukua sukani.
Naam, shukrani sana. Nipo katika kaunti ya Murang'a hapa, ni ambako masuala kuhusiana na elimu ya CBC, pia wakazi wa kaunti ya Murang'a pia wanasemi za kusema kuhusiana na masuala hayo. Pia tuambie labda imekuwa vipi masomo hayo, labda wameweza kuyachukulia vipi, na pia iwapo kuna masuala yaibuka kuhusiana nayo, nduguzie ni yepi ambayo labda wao kama wazazi na pia washikadau katika sekta hii ya elimu ni yepi walio nayo kuhusiana na haswa elimu hii. Ni elimu ambayo imeweza kuwa sasa kwa miaka kadhaa. Tunaweza kusikia ni kwamba wazazi hawa wanachukulia vipi masuala haya ya elimu, na pia mambo yepi ambayo wangependa yapewe kipaumbele, ama ni yepi ambayo labda wangependa kwa sasa hivi yaweza kubadilishwa ili yaweze kuwa bora zaidi katika mtaala huu mpya. Tusikie pia sehemu za wakazi hawa, tukianza na Alia hapa karibia tu hapo. Tuambie labda kama mkazi wa Murang'a unahisi gani kuhusiana na masomo haya ya CBC? Naam sana. Asante sana kaka Maina. Kwa majina ni Lawrence Mwangi na mimi ni mkaji wa Murang'a. Kuhusu mambo ya CBC naweza sema ni mzuri sana, sababu inafanya watoto wajue kufanya kazi ya mikono, lakini pia kuna tofauti zinajitokeza, sababu unakuta wakati mwingine kama jioni mtoto amefika kutoka shule, lakini unakuta ameambiwa atengeneze shika na apeleke asubuhi. Na hiyo kazi unakuta wazazi usiku huku wakizunguka, wengine kwa maduka na wengine kwa vilabu wakitafuta hizo nyota, na unakuta hiyo ni charge kubwa sana kwa wazazi. Hizo vitu hazipatikani, so tunaweza sema wakati wengine walimu wanapea watoto nafasi, kama ni weekend wanasema hizo vitu zitengenezwe ndio watu wakuwe na muda. Hapo tunaambia labda masomo ya mtaala huu mpya wa CBC, labda kama mzazi umeweza kuionelea vipi kuhusiana na yale ambayo wanafunzi? Upande wangu naweza sema ni mzuri, sababu inafanya sisi kama wazazi tujue kipawa cha mtoto ama kipawa chenye mtoto wako nacho. Wengine tunaona wanajua wako wazuri kuchola, wengine wazuri kupika, na wengine unaona ni wazuri kufanya kazi ya mikono, lakini kuna shida tofauti kama hizo nimesema zinajitokeza, sababu watoto wanaambiwa watengeneze vitu zingine, na kazi zingine unakuta kuna makaratasi wanaitishwa tutoreshe. Sasa unakuta watoto wamefika saa 1 ama saa 12 alafu wanahitajika kwa cyber. Shukrani sana. Usikie pia sehemu za mbele mwingine karibia tu hapa. Jina lako kama mkazi wa Murang'a, labda unahisi gani kuhusiana na mtaala huu mpya wa elimu ya CBC? Katika CBC mimi kama mzazi tunaona kwamba hii elimu imekuja kusaidia sana, kwa sababu saa hizi tunaweza kuona vipaji ya watoto ikionekana kutoka katika umri ule wa chini, na hiyo inasaidia sana kama nchi kukuza hizo vipaji, na haswa inasaidia sana katika ngazi hata zingine za elimu. Kama kuna wengine mwenye asikii elimu, unakuta kama ni huyo mtoto katika michezo, katika hali nyanja zingine anakuwa ako salama. So inasaidia sana katika kukuza vipaji, na sana kujua mtoto na nguvu zenye ako nazo na uwezo wake inaweza kudhihirika mapema. Labda tuambie labda ni kama mambo yapi mengine ambayo labda ungependa iweze kubadilishwa katika mtaala huu wa elimu? Mambo yenye naweza penda iweze kubadilishwa katika elimu ya CBC ni kuwa ni vizuri tuweze kuwa serikali iweze kukita na katika elimu ya CBC, na sana kuweka vifaa zenye zinahitajika katika mashule zetu. Haswa ni vizuri hata walimu nao waweze hata kusaidia wazazi ili waweze kujumuika pamoja katika kusaidia hawa watoto katika kazi ya kufanya ni shule, na haswa kusaidia katika kukuza hizi vipaji, na sana kwa sababu wazazi wengi hawajui majukumu yao katika CBC. Unakuta wazazi wengi wanakuwa na changamoto mingi, ili ikienda ni kama ile kazi wamepatiwa kutoka kwa shule, hawajui kwenye wanafaa kutoa vifaa zingine, na unasikia kuna mshike hapa na pale. Shukrani sana. Tusikie pia sehemu za ni mkazi mwingine karibia tu hapa, na kama mzazi na pia mambo anahusika na masuala ya kidini, labda ni yapi ambayo unaweza kugusia kuhusiana na mtaala huu mpya wa elimu? Kwanza ningetaka kusema ya kwamba jina langu ni Pastor Martin na mimi ni mzazi pia ni kiongozi hapa Murang'a. Ningetaka kusema ya kwamba elimu ya CBC kwanza ni kusema ni elimu bora zaidi ukilinganisha na mfumo wa elimu zenye zimepita, kwa sababu hii CBC huwa inaangazia kuleta ama kutoa potential ya mtoto, na pia mtoto katika akiwa mapema zaidi anaweza kujua ni wapi anaweza kuwa, ni taaluma gani anaweza chukua, na hiyo inasaidia sana kwa sababu itaweza kumwelekeza mahali ambapo yeye ataweza kuwa katika maisha, hata katika mambo ya kikazi.
ukilinganisha na hapo beleni. Mfumo ulikuwa ni academic oriented na mwalimu ndiye alikuwa anamata sana, lakini sasa hivi tunaangazia mtoto na inakuwa ni bora zaidi. Na pia ile kitu ingine nzuri ni kwamba mzazi anahusishwa katika masomo haya. Kwa hivyo kunakuwa na ile kuwa kushikana kwa watoto na wazazi wao. Hapo beleni wazazi walikuwa very busy na hawako wanapatana na watoto wao, lakini CBC imeweza kuleta mtoto na mzazi karibu. Kwa hivyo hiyo ni kitu mzuri sana. Yes. Umesikia umeweza kutaja mazuri chungu nzima. Labda kuna yale umeweza kuona matatizo hapa na pale ama ni yapi? Matatizo ambayo iliyoko tuseme si matatizo vile, lakini ni changamoto kwa sababu kutofahamu. Wazazi wengi hawajafahamu huu mfumo wa CBC vile unaendeshwa, and especially grading. Unajua hapo beleni tulikuwa tumezoea unapatiwa marks, una ranking na nini, lakini sasa unakuta grading ni very different, haiko vile ilikuwa. Wazazi hawajaweza kuelewa vile grading system iko na wanachanganyikiwa kiasi. Pia vile hii masomo inaendeshwa, mzazi hajaweza kufahamu kabisa inaenda aje, kwa sababu wakati mtoto anakuja na anahitaji msaada wa mzazi anaona ni kana kwamba mwalimu yeye ndiye anatakiwa kufanya ile kazi anatakiwa kufanya. I think hiyo ni changamoto. Pia ile tunaweza ita capacity building kwa walimu wengi ambao wako, hata kama tumesikia wengine wamerudi shule wamefundishwa, bado unaona bado kuna changamoto. Hawajaelewa kabisa vile hii masomo inaendelea, na kwa hivyo hiyo inakuwa pia ni changamoto, na walimu wanakuwa bado hawajafahamu kabisa ni kitu gani inatakikana. So hizo ni baadhi ya changamoto ambazo zipo katika CBC. Labda huwezi kosa labda mapendekezo yako kama mzazi na mshikadau kuhusiana na masomo hayo na changamoto ambazo umeweza kuziona. Mimi ningependekeza ya kwamba upande wa wazazi ni vizuri serikali iweze kuwa na vitu kama seminars ama vitu kama hizo za kuelimisha wazazi kuhusu CBC, kwa sababu wazazi wengi hawajafundishwa, hawajaelewa, na hiyo inakuwa ndio changamoto kubwa kwa sababu ya kutoelewa. Serikali haijapatiana that chance ya wazazi kufuzwa na kuelewa CBC ni nini. Pia hii CBC ni kama wakati ilianza kwa haraka sana. Kwa hivyo watu wengi hawakuweza kujua ni kitu gani kinaendelea. Kwa hivyo hata watu hawajajua mambo ya junior school, senior school. Unasikia bado hawajaelewa mtoto wangu akitoka kiwango hiki anaenda kufanya nini, na ni kitu gani ni aje ninaweza msaidia ndivyo akienda next level itakuwa ni bora kwake. Kwa hivyo serikali iko na jukumu ya kuelimisha wananchi na wazazi kwa jumla ili waweze kuelewa huu mfumo, na wazazi wanaweza tegenezewa kongamano, wanaitwa na wanaelezwa, na hiyo itakuwa bora zaidi. Shukrani sana. Tusikie pia sema pia ni mzazi mwingine karibia tu hapo, tuambie labda kama mzazi wa hapa Murang'a unahisi gani kuhusiana na mtaala huu mpya wa elimu ya CBC? Karibia hapa. Kwa majina ni Joseph Githanda. Mimi ni mkaaji wa hapa Murang'a na bado mimi ni mzazi. Na watoto wale wako kwa CBC saa hii, wengine wale walifanya hiyo ingine, hii inaisha saa hii. Hii curriculum hii inaisha ya 844 na sasa tunaingia hii ya CBC. Kwa upande wa CBC mimi naona ni curriculum ya muhimu sana juu iko na tofauti kidogo kulingana na vile huko beleni walikuwa wanasoma. Hii ya 844 sana tulikuwa kama wanafunzi wanasomea mtihani, kupita mtihani wapate white collar job. Kazi hizi zingine kana sana za mikono zilikuwa zimekosa watu wa kuifanya, juu watu wengi walikuwa wanasomea ni kama kusomea mtihani tu, so upite mtihani upate white collar job. Lakini kwa CBC sasa hii curriculum inaanza
kujua talent ya mtoto akiwa mdogo. So hii inatusaidia juu mtoto hata kama hata faulu, hata succeed, hata weza kupita hiyo mtihani ya kuwa daktari, ya kuwa mwalimu, kwa CBC anajulikana kitambo. Kama yeye ni wa art, kama yeye ni wa hii technology, whatever, anajulikana akiwa mdogo. So hii curriculum is the best. Shida ni implementation kwa serikali na wazazi na mtoto. Juu hii CBC inaleta watu wote hapa moja. Serikali ikuja hapa, mzazi yakuja hapa na mtoto hapa. Ni ile nyungu ya mawe matatu. So lazima mzazi akue hapa, lazima serikali ikue hapa na mtoto akue hapa. Hiyo implementation hiyo ndio inatuletea shida. Juu saa hii kama mimi niko na advantage. Mimi ni wazazi wale wa zamani, wakati wetu tulikuwa tunasoma 844, ile tulikuwa tunafanya art and craft na home science. Na hiyo ndio naona inaingia kwa CBC kitechnology. So kama mimi niko na faida kidogo. Lakini wale watoto wale wako na watoto wale wadogo wa CBC hawakusoma hiyo kama mimi ni vile nilisoma. So kuambia kuna mambo ya kutengeneza chodo, kuna art and craft, kuna hiyo kuuda, inakuwa challenge kwa wazazi. Na inakuwa challenge pia kwa walimu wa hiyo miaka. Juu hata wao hawakusoma. Lakini wale wa zamani, wazazi wa zamani na walimu wa zamani ni more advantage. So ni vizuri watu wote waelewe. Sijui serikali kama kuna vile tasaidia. Juu wale wazazi wale wako ni modern, hawakusoma hiyo. Walimu wale wako hawakusoma hiyo. So ni vizuri kuwe na civics education, juu mwalimu aelewe, asione kama ni kusubuliwa, na mzazi aelewe, asione kama ni kusubuliwa. Tukuja pamoja juu tusaidie mtoto na tusaidie future yetu ya nchi yetu na watoto wetu. Juu sasa kuna shida. Sasa hata hatujui grade 9 tunaenda wapi. Hatujui tunaenda wapi. Hata wazazi hatujui wale wako na vijana kama watafuka ng'ambo hiyo nyingine. So sijui kama vijana watakaa hivyo ama wataenda ng'ambo hiyo nyingine. Thank you very much. Mweza kusikia ni kwamba hizo ni hisia za baadhi ya wakazi wa kaunti ya Murang'a kuhusiana na masuala ya mtaala huu mpya wa elimu ya CBC. Mweza kusikia kisema wameweza kupendekeza mapendekezo yao baada ya kuangazia changamoto kadha wa kadha ambazo wameweza kuwa wakiziona ikiweza kusumbua ama kufanya kazi iwe ngumu ya kuweza kufanya ama kutekeleza mafunzo haya ya CBC. Na kwa sasa lakini katika kaunti ya Murang'a, yangu ni Maina Alfred kutoka studioni. Na asante sana Alfred Maina kutoka Murang'a. Na mtazamaji, basi kutoka hapo wacha nikupeleke Kajiado, ndio mwanahabari Majibu Kitao atupe taswira ya yanayojiri hivi sasa. Pia naye atakuwa anaungana na wazazi kuzungumzia swala zima la utekelezwaji wa CBC ambao unazidi kuibua maswali mengi. Basi Majibu, kama unanipata, zungumza nasi. Majibu Kisao Ndoyo, MK Tofauti under 40 mwenyewe, nimetua eneo la Ongata Rongai, kaunti ni ya Kajiado. Matangazo haya speciali, makala ya aina ya matangazo haya yakiletwa kwako na MediaMax Network Limited, kampuni ya MediaMax, runinga ya K24 kwa ushirikiano na runinga ya Kameme. Leo tunazungumzia swala zima hili la mtaala wa CBC, mtaala ambao ulizinduliwa mwaka wa 2017. Je, kuna kipi cha kujivunia na pia vile mapungufu yako wapi? Nitakuwa napiga gumzo na wazazi kabisa eneo hili, kwa maana gumzo hili halitakamilika bila kupata kauli ya wazazi hao wenyewe watuelezee. Je, kuna kipi cha kujivunia na pia vile changamoto ziko wapi? Kama unavyoona hapa, nitakuwa nazungumza na wazazi. Nitakuwa nasema naye Peterson Ombegi ambaye ni mzazi upande wangu wa mkono wa kushoto. Pale katikati pia vile nitakuwa nasema naye ni Masi Karimi, pia vile ni mzazi. Alafu kuna bingwa pale mbele, niambia anaitwa Solo Dennis. Solo, sijui kama wewe ni mzazi, atakuwa anatuambia baadaye, lakini pia kama si mzazi pia bila shaka yuko na ndugu ambaye labda anasomea katika shule hizi, na pia upande huu mwingine pia
nitakuwa na wakazi pia ambao wamezidi kujaa kabisa eneo hili, wako tayari kabisa kuchangia mada hii, kwa maana wamesema hoja wanazo. Kwangu mimi majibu nitakuwa nasubiri tu kupata majibu kutoka kwao, yangu ni maswali. Naarifiwa kwamba tunafaa kwenda studioni kidogo tupate taarifa za saa 1, lakini nitakuwa hapa labda baada ya taarifa hizo kuzidi tu kupata maoni ya wakazi, tuchanganue mada hii kwa kina kabisa. Kutoka kwangu MK Studio, kwako. Na asante sana Majibu Kisoo, bila shaka tutakuwa tunarejea kwako baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa tupumzike kidogo. Tukirejea nitakuwa nakujuza taarifa za siku, alafu baadaye nitakuwa nazungumza na wageni wangu ndani ya studio kuhusiana na swala hili zima la mtaala wa CBC. Kwa hivyo nakusihi uendelee kuwa nasi.